yake kama siku ile Adam naye alikuwa peke yake, ndipo Bwana alipoona ile hali ya upweke, ile hali ya kuwa mwenyewe, akaamua kumtengenezea msaidizi wa kufanana naye. Haleluya. Na anaingia wa kwanza kwa sababu yeye ndiye mwenye kuanzisha upendo na mwenye kuanzisha familia. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa ajili yake, na sasa tunaomba wasimamizi wafuate na kisha bibi harusi atafuata. Bwana makofi mengi, mshangilie Bwana Yesu. Sasa ni nafasi ya bibi harusi kuingia na akiwa ameambatana na wazazi wake au watu ambao wanawakilisha wazazi wake. Ataambatana na baba yake na mama yake au watu ambao wanawawakilisha. Naomba mchungaji usimamie mambo hayo. Na ni wakati sasa mkabidhi bibi harusi kwa bwana harusi, wakisema kwamba tunaridhia wewe sasa kuwa kichwa cha binti yetu au mwana wetu. Kwa hiyo tunaomba tu bwana harusi usogee pale, basi wazazi washikane nao mikono, msalimiane kama ishara ya kwamba sasa wanakukabidhi binti na mchakato mwingine uweze kuendelea. Pigie Bwana Yesu makofi. Ni kitendo cha dakika chache tu. Asante sana. Basi maharusi wetu wanaweza wakaelekea kwenye viti vyao. Wakati wa praise tuendelee kumtukuza Bwana. Maharusi tuelekee nafasi zetu. Mpe Bwana makofi mengi na vigelegele. Endelea kuimba. Naomba usimame, tunaanza ibada. Naomba usimame. Tunaiweka mikononi mwako, tunaomba Roho Mtakatifu ukae pamoja nasi, ukaanze nasi na ukaitekeleze yote sawa sana mapenzi ya Mungu wetu. Katika jina lako takatifu tunaomba utusamehe, tunaomba uturehemu, tunaomba utakaso kwa damu ya Yesu Kristo na kwa moto wa Roho Mtakatifu.
Baba, tunaomba litakase kusanyiko hili, takase kila mmoja na kila nafsi iliyoko mahali hapa, na kwa namna kipekee na harusi wetu bwana na bibi wote hao ukawatakase, na Mungu tukaweze kuja mbele zako, na Roho Mtakatifu katuongoze katika ibada hii. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba ulinzi, tulinde na utukinge na mabaya yote. Tunafunika mahali hapa kwa damu ya Yesu Kristo na kwa moto wa Roho Mtakatifu na malaika walinzi. Katamalaki mahali hapa, ufalme wa Mungu katawale, kazi ya Mungu ikatendeke. Tunasimama kinyume na nguvu zote za giza, mamlaka zote za yule adui. Chochote kilichojipanga kinyume na ibada hii tunakikwamisha kwa jina la Yesu Kristo. Mapenzi ya Mungu yatatimizwa sawa sawa na ukuu na uweza wake. Ni katika jina la Yesu Kristo Baba tunakushukuru, tunakutukuza, tunasema asante kwa ajili ya wakati huu. Ni kwa jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Basi ni wakati wa kumsifu Mungu na kumwimbia Mungu. Watu wote tuimbe kwa furaha na tumwabudu Mungu kwa furaha na shangwe. Karibu praise. Oh, nani kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, nakupenda imani nami. Nani kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, nakupenda. Nani kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, nakupenda.
tunakutukuza, tunasema asante, tuko mbele zako. Na sasa Roho Mtakatifu katufunulie maandiko. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, amen. Basi naomba uketi. Tunashukuru Mungu, tunaendelea na ibada yetu ya ndoa, na sasa ni wakati wa kusikiliza neno la Mungu. Mungu anasema nini? Anasema na sisi kitu gani siku ya leo? Kitabu kile cha Marko sura ya 10, kitabu cha Marko sura ya 10 kuanzia ule mstari wa kwanza hadi mstari wa 10. Unayo Biblia yako? Fungua kitabu cha Marko mtakatifu sura ile ya 10 mstari wa kwanza hata ule mstari wa 12. Nitasoma. Akaondoka huko akafika mipakani mwa Uyahudi na ng'ambo ya Yordani. Makutano mengi wakakutanika tena, wakamwendea akawafundisha tena kama alivyozoea. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamuuliza, je, ni halali mtu kumwacha mkewe? Huku wakimjaribu. Naye akajibu akawaambia, Musa aliamuru nini? Wakasema, Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya talaka na kumwacha. Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia amri hii. Lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwafanya mume na mke, kwamba aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Hata nyumbani tena wanafunzi wakamuuliza habari za neno hilo. Akawaambia, kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake, na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine azini. Haleluya. Umesikia neno la Bwana? Umesikia neno la Mungu Yesu alikuwa anafundisha kuhusu ndoa, kuhusu mke na kuhusu mume. Na mafundisho yake yalianza na swali ambalo lilitolewa na hawa Mafarisayo, wakimjaribu, wakitaka maoni yake. Maana mara nyingi walikuwa na huo mtindo wa kumjaribu. Walitaka kusikia maoni yake, na kama yanapingana na Torati pia wamtengenezee kesi. Kwa hiyo wakamuuliza kwa jambo hili la talaka. Biblia inasema Yesu akawauliza, Musa alisemaje? Ni kuambia kwamba Torati yenu na sheria yenu inasemaje? Sasa kwamba Musa alituruhusu kuandika hati ya talaka na kuacha. Yesu sasa anaendelea pale. Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia amri hii. Lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Kwa hiyo Yesu akawaambia, Musa aliwaruhusu kutoa talaka kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, kwa sababu hicho ndicho mlichokuwa mnataka. Na katika hali ya ugumu wa moyo mnaweza mkafanya mabaya mengi. Unapokuwa na moyo mgumu, ni moyo ambao unaweza ukafanya mambo magumu, mambo mabaya. Kwa hiyo Yesu anamwambia Musa aliruhusu jambo hilo litokee kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Lakini kwa kweli, kwa sheria ya Mungu, kwa design, jinsi Mungu alivyoyapanga haya mambo, alikusudia mtu anapounganishwa na kuwa mke na kuwa mume, hawa wawili, hakuna mwanadamu wa kuwatenganisha, hakuna sheria ya kuwatenganisha. Kwa hiyo leo ndugu zetu hawa Dansani na Morini wanaingia kwenye maisha haya ya ndoa, wanaanza maisha yao ya ndoa, na jambo hili wamelisikia na tunalirudia tena. Alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Ndoa sio sehemu ya kwenda kufanya majaribio. Ndoa sio sehemu ya kwenda kusema ngoja nikasikilizie. Ya Kigoma
ninachukua time zangu. Hawendi kujaribu joto wala wewe kupima upepo. Upepo upimie huko ukiwa nje kwa kuomba, kwa kusali, kwa kuchunguza na kwa kuona tabia na mwenendo. Pimia upepo huko. Lakini ushasogea madhabahuni, ushasogea katika madhabahu ya Bwana na ukatoa nadhiri zako na Mungu akawaingilia kati, ndoa sasa inakuwa si ya wawili tena. Mungu anakuwa katikati ya pale. Kwa hiyo Mungu anakuwa yuko Mungu, yuko mwanamume, yuko mwanamke. Na huyo Mungu ndiye anayeunganisha na ndiye anayetenganisha. Na yeye anasema basi alichokuunganisha usikitenganishe. Usitenganishe kwa tabia zako mbaya. Unaweza kaamua kama ni mwanaume akatenganisha kwa tabia zake mbaya tu, au mwanamke kwa tabia yake mbaya, kwa mawazo yake mabaya, kwa matendo yake mabaya, kwa vurugu zako, kwa tabia zako mbaya, kwa uzinzi wako, kwa ulevi wako, ukaitengua, ukaifungua, ukatenganisha kila ambacho Mungu alituunganisha. Uwe na uhakika kwamba unayo kesi mbele za Mungu. Na sisi watu tuangalie sana tusije tukashiriki kutenganisha ndoa za watu. Acha Mungu mwenyewe aliyewaunganisha awatenganishe. Wakiwa serious kutenganishwa na Mungu, wapige magoti, wamuombe Mungu awatenganishe. Na bila shaka Mungu atamchukua mmoja wao, alafu mwingine atakuwa huru. Mnapiga magoti, mnasema Mungu tunataka tutenganishe sisi. Kwa hiyo sasa hebu mnapatana, mnaweza mkaamua nani aondoke kama mko serious kweli. Haleluya. Serious kweli, mnasema Mungu kwa kweli sisi hatuyawezi. Mnapatana sasa nani aondoke. Mnao watoto labda mmeshazaa na watoto, mnasema basi wewe baki ulinde watoto, mimi ngoja niondoke maana hatuwezi tena kuishi pamoja. Usifanye vurugu hapo, alafu kapelekea ndoa kuvunjika, alafu kishavunjika unafikiri uko salama. Hauko salama. Kesi yako ipo. Ngoja siku itafika na utayajibu yote. Endelea kuenjoy dunia, kuenjoy ulimwengu unatenganisha. Lakini wewe ambaye umeingia na Mungu, umeingia kwenye agano, umeingia kwenye nadhiri, umeingia kwenye kiapo, usifanye jambo lolote la kutenganisha ndoa yako. Kwa vitendo vyako, kwa mawazo yako, kwa maneno yako, kwa tabia zako, kwa mienendo yako. Hakikisha kila unachokifanya kinazidi kuwaunganisha. Kila unachokifanya kinazidi kuwaunganisha. Ukiona kitu hiki nikifanya kinatutenganisha au kinampa nafasi adui kututenganisha, lazima uavoid, ujiepushe na vitu kama hivyo. Fanya vile vitu ambavyo vinawaleta pamoja. Kile kinachowaleta pamoja, kile kinachozidi kuwafanya wamoja, kile kinachozidi kuwafanya mwe kitu kimoja, hicho kifanye, hicho kiseme, hicho kiwaze. Lakini vinginevyo usiseme, usiwaze wala usitende. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia Musa aliwapa amri ya kuacha kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, lakini haikuwa hivyo tangu mwanzo. Na kwa sababu ya ugumu wa moyo wako, kwa hiyo uwe na uhakika hauna excuse mbele za Mungu. Utaenda mbele za Mungu, Mungu anasema hili lilitendeke kwa sababu ya ugumu wa moyo wako. Kwa hiyo wewe ni mwovu, umekuwa ni mzinzi, umekuwa ni mwovu, umekuwa ni mharibifu, ukavunja, ukatenganisha kile ambacho nilikiunganisha, basi hukumu ya Mungu inafuata mahali hapo. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe makini sana katika masuala haya ya ndoa. Na sisi tulioko kwenye ndoa na wale wanaokuja kwenye ndoa na wale walio nje ya ndoa, kila mtu, ndoa ni ya kwako au si ya kwako, hakikisha kwamba unafanya jambo la kuunganisha watu. Usishiriki jambo la kutenganisha. Na kama unalishiriki, basi ombe Mungu akusamehe na usiendelee kulishiriki tena. Fanya jambo la kuunganisha watu. Au kama hutaki kuunganisha, basi hata kaa neutral basi. Useme mimi sikuunganisha wala sikutenganisha. Wao wenyewe waliyafanya. Unanielewa? Unanielewa mtu wa Mungu? Unanielewa? Kama unanielewa unyosha mkono wako hivi nisikie kama nione kama watu tunaelewana. Asante sana. Wewe unanielewa. Kwa hiyo Mungu, ndoa ni picha ya kimwili ya mahusiano yetu sisi na Mungu wetu. Ni picha ya kimwili ya mahusiano tulionayo na Yesu. Sisi wote ambao tumemwamini Yesu Kristo, Biblia inatutaja kuwa bibi harusi na Yesu kuwa ni bwana
harusi, na ile siku ya mwisho basi bwana harusi atakapokuja tutatoka kwenda kumlaki kama mabibi harusi. Na kwa sababu hiyo maandiko yanatufundisha kwamba siri ya ndoa ni sawa, inafananishwa na siri ya mahusiano yetu na Mungu. Kwa hiyo ni kitu kitakatifu, ni jambo takatifu sana, na ni jambo ambalo kwa kweli Mungu ana interest kubwa, Mungu ana maslahi makubwa, Mungu ana mambo mengi anakusudia kuyafanya kupitia ndoa. Amemleta Adamu, akaona Adamu yuko peke yake, hawezi kutekeleza majukumu ambayo amempa. Biblia inatufundisha, asema nitakufanyia msaidizi wa kufanana nao, ili aje amsaidie wamtumikie Mungu. Kwa hiyo wale watu wanaokuja kufunga ndoa, wale watu wanaokuja kufunga ndoa ni wale watu ambao wanajua kwamba Mungu ametuita katika utumishi huu wa ndoa. Mimi mwanamume, wewe mwanamke, au mimi mwanamke, wewe mwanamume, tumeitwa ili tukamtumikie Mungu kwenye hili eneo. Na inapokuwa ni kumtumikia Mungu, lazima uhakikishe kwamba unautekeleza utumishi wako kwa upendo, unautekeleza utumishi wako kwa utii, unautekeleza utumishi wako kwa furaha na kwa amani. Na ndoa ni utumishi, ndoa ni utumishi. Mke anatumika kwa mume na mume anatumika kwa mke, lakini wote huu tunamtumikia Mungu. Unapomhudumia mkeo unamtumikia Mungu, na unapomhudumia mmeo unamtumikia Mungu. Kwa hiyo kama unafanya kwa Bwana, fanya kwa moyo, fanya kwa upendo, fanya kwa hiari, wala si kwa kulazimishwa. Haleluya, 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 haleluya. Na Biblia inasema wawili hawa wataambatana, si wawili tena. Wamekuja hapa wakiwa wawili, lakini tunapomaliza ibada hii kuna fungo litaingia hapo katikati, ambalo kwa nje tutawaona kama bado wako wawili, lakini kwa ndani si wawili tena, bali ni moja. Mwambie jirani yako, hilo ni fungo. Mwambie hizo ni hesabu za Mungu. Mwambie hiyo ni hesabu ya Mungu. Kwa hiyo anasema hao watu wawili wanapaswa kuambatana. Mume atawaacha baba yake na mama yake, atakuja kwa mkewe, na hao wawili wataambatana, watatengeneza familia. Na familia zote mbili, ya mke na ya mume, sasa hawa wanabaki kuwa ni washauri na waombaji, wanawaombea, wanawashauri, wanawaombea, na zaidi kuwaombea ili Mungu mwenyewe awe mshauri wao, na Mungu mwenyewe awe mlezi wao, na awe msimamizi wao. Sisi kwa furaha tuwaombee, tuwatakie mema, upande wa mume, upande wa mke, tuwasapoti. Ni watu huru sasa, ni watu wanaenda kutengeneza maisha yao, wanaenda kuamua juu ya mambo yao, wanaenda kutengeneza kuwa na nyumba yao. Kwa hiyo ni watu kamili, wana maamuzi kamili juu ya maisha yao, na wao wanakumbuka kwamba wanawajibika mbele za Mungu, na wanawajibika pia mbele ya kanisa, yani wanawajibika mbele ya hadhara ya mashahidi hawa ambao wanashuhudia tukio lao la kufunga ndoa. Sasa katika kuambatana, hapo ndipo ambapo mazoezi mengi yanatakiwa kufanyika, kwenda pamoja, kuambatana kufuatana na mapatano. Lazima katika ndoa fanye jitihada kubwa sana kupatana. Kama kuna eneo hampatani, ombeni, salini, tafuteni Mungu mpatane. Maana hamwezi kuambatana pasipo kupatana. Na mnapopatana, Mungu anakuwa kati yenu. Yale mapatano yanapokuwa mema, yanapokuwa ni ya kimungu, basi Mungu anakuwa katika hayo mapatano. Kwa hiyo siku zote hayo ni mambo ya kuzingatia, na hayo ni mambo ya kutafuta kwa juhudi na maarifa, kwa kujitahidi, kwa hekima, kwa akili, kwa maarifa. Biblia inasema kwamba mume aishi na mke wake kwa akili. Tumia akili kujua kwamba unaishi na mke wako. Na Biblia imesema akili. Mwanaume ombe akili. Unapiga magoti, unatembea, unasali, unaomba Mungu nipe akili ya kuishi na mke wako, ili uweze kuongoza kama kiongozi wa familia. Na wanawake wameambiwa kwa hekima watajenga nyumba zao, na kama hawana hekima watazibomoa. Kwa hiyo tunaombea Mungu awape hekima ya kuhakikisha kwamba mnajenga nyumba zenu au ndoa yenu. Kwa hiyo Biblia inatuambia
kwa hekima, kwa maarifa na kwa akili au kwa ufahamu, nyumba inajengwa. Nyumba inajazwa vitu vingi, vitu vya thamani. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na hekima. Hekima ni nini? Hekima ni ule uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, uwezo wa kutumia maarifa kwa usahihi, uwezo wa kutumia maarifa kwa usahihi. Unajua kitu fulani, sasa unakitumiaje? Unatumiaje maarifa? Unatumiaje yale unayofahamu? Unaongeaje kile ulicho nacho? Ushauri ulionao lazima utumie hekima kutoa ule ushauri. Kwa hiyo hekima ni ule uwezo wa kufanya maamuzi yaliyo sahihi, au kutumia maarifa, kutumia ujuzi ulionao, au kutumia ufahamu ulionao kwa usahihi. Kwa hiyo tunahitaji sana hekima, tunahitaji sana maarifa. Maarifa lazima ujue ndoa ni kazi. Ndoa inahitaji ujuzi. Ndoa inahitaji maarifa. Utafute maarifa, usome maandiko matakatifu, yanajaa hayo maarifa, lakini vipo vitabu pia vingi ambavyo vinafundisha masuala haya. Usije ukakaa tu na yale ambayo unayafahamu tu tangu mwanzo na hata sasa. Kila wakati jifunze. Semina za ndoa, mafundisho ya ndoa. Hata kama mna miaka 60, miaka 70, kama kuna semina ya ndoa nendeni. Msiye mkaacha kwa sasa tumeshazeeka. Bado utumishi wenu haujaisha. Na tumeshuhudia hata ndoa zikivunjika, watu wana miaka 60, 70 wameshastaafu na kazi, wana wajukuu, lakini wanagombana, wanasema sasa basi. Kwa hiyo wamekosa maarifa. Haleluya. Kwa hiyo tuendelee kutafuta maarifa ya kuishi pamoja. Kuishi pamoja, mwanaume wajibu wake kama maandiko yanatufundisha ni kupenda, ni kujitoa kwa dhati, ni kuhudumia, ni kuhakikisha nyumbani kwako kuna mahitaji, kuna ulinzi na unatoa mahitaji ya familia. Hakikisha kuna chakula, kuna ulinzi, kuna usalama. Kama ni shule, watu wanaenda shule, chochote kile, mahitaji yote ya familia, baba unawajibika. Ni wajibu wako wa kimungu kuhakikisha kwamba una provide na unatoa kwa ajili ya familia yako. Mke wako ni msaidizi wako. Chochote unachokifanya anakusaidia kuhakikisha kwamba kila kitu kipo nyumbani na mambo yote yanaenda sawa sawa. Kupenda, upendo wa dhati unaweza kukupa wajibu huo mkubwa wa kujitolea, kufa na kupona, kuhakikisha kwamba familia yako inakaa sawa sawa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Na mama, mwanamke amepewa wajibu wa kutii na kumstari mume wake. Mtii sana. Na hizi ni huduma mbili zinakuja pamoja. Kuna huduma ya kupenda na kuna huduma ya kutii. Sasa usisubiri kupenda, useme mimi hanipendi siwezi kumtii. Hapana. Hiyo ni ya kwako. Mungu amekupa huduma yako, fanya huduma yako. Na mume umepewa huduma yako, fanya huduma yako. Na mtu umepewa ya kwako, fanya ya kwako. Kila mtu anayo hesabu yake ya kutoa siku ya mwisho. Unayo hesabu yako ya kutoa kwenye utumishi wako, kwenye kazi yako ya kupenda, how much did you do? Kwenye kazi yako ya kutii, how much did you do? Kwa hiyo kila mtu atawasilisha kazi yake, kazi yako. Na kazi jinsi hivyo haina excuse kwamba Mungu, kwa sababu ulinipa mke huyu, kwa kweli hakuwa mtu rahisi sana. Ulinipa mume huyu, hakuwa mtu rahisi sana. Kwa hiyo nilishindwa kutii au nilishindwa kupenda. Hapana, hiyo haipo, haina excuse. Ndio maana pia tunasema ndoa ni kitu cha hiari. Watu hawa wawili wamepatana kwa hiari. Na huwa ninawashauri kwamba utafute hiari yako iwe hiari ya kweli toka ndani ya moyo wako. Wakati mwingine watu wanafunga ndoa kwa kulazimishwa. Na watu wengi wanafunga ndoa kwa kulazimishwa. Wengine wanalazimishwa na uchungu. Uchungu unamlazimisha aingie kwenye ndoa. Wengine wanalazimishwa na muda. Anasema nimechelewa, ngoja niende tu, ndio amepatikana. Unaenda tu, umelazimishwa na muda. Wengine wanalazimishwa, tunasema watu wananionaje? Mimi naonekanaje na watu kwamba sijaoa, kwamba sijaolewa? Kwa hiyo kwa sababu ile ya kuogopa kwamba ninaonekanaje na watu inakulazimisha unaingia mahali ambapo ana normal circumstances usingekuwa umeenda mahali hapo. Kwa hiyo unapoenda kwa kulazimishwa, ukifika kule kazini, haleluya, haleluya, ukifika, ndoa ni kazi. Haleluya, ndoa ni kazi, ndoa ni kazi. Walioko kwenye ndoa wanajua ndoa ni kazi. Kama uko kwenye ndoa na haujui kama ndoa ni kazi, basi una shida.
Naomba leo ujue kwamba ndoa ni kazi. You have to work it out. Lazima ufanye kazi. Yaani ile ndoa ile ni kazi ambayo kama unavyoamka asubuhi, alfajiri unakimbia kwenda kwenye ofisi fulani, ile ni ofisi yako iko humo. Yaani ile uko nayo iko kwenye moyo, yaani ile uko nayo tu. Unaamka usiku, unaamka mchana, unaamka ni mchana, ni asubuhi, ni jioni, unaenda uko na hiyo kazi unafanya, na hakikisha unaifanya hiyo kazi vizuri sana. Haleluya. Na malipo yake yako kwa Mungu. Haleluya. Mungu ndiye anayetoa hayo malipo. Lakini pia na huyo mwenzi wako naye atakupa malipo. Kuna marupurupu mengi tutayapata. Haleluya. Ukifanya kazi nzuri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ndio hivyo. Wewe unafanya kazi mbaya, unategemea marupurupu gani? Fanya kazi nzuri. Mke wako atakupa marupurupu mazuri, mume wako atakupa marupurupu mazuri. Na Mungu naye atakupa marupurupu mazuri. Fanya kazi nzuri. Haleluya. Amen, amen. Sasa tunasema kwa mtu yule ni mtu ambaye tunasema kwenye kuambatana kuna lazima udhamirie kweli kuambatana. Kitabu kile cha Ruti, kitabu cha Ruti sura ile ya kwanza, sura ya pili, sura ya kwanza ile. Ina huyu Rutu alikuwa ni mtu wa ajabu kidogo. Aliambatana na mama mmoja anaitwa Naomi. Naomi alikuwa ameolewa na bwana mmoja wa Yuda, alikuwa anaitwa Elimeleki. Sasa baadaye wakasafiri wakaenda nchi ya Moabu. Walipofika kwenye ile nchi ya Moabu, huyu Rutu na mume wake Elimeleki walikuwa na watoto wao wawili wa kiume, wale watoto wawili wa kiume. Na yeye na mume wake wakaenda kwenye ile nchi ya Moabu. Sasa wamekaa kule, ikafika wakati mume wa Naomi akafa. Basi ikawa ni uchungu sana, lakini basi wakavumilia. Baada ya miaka kama 10, hawa watoto vijana hawa wawili wa Naomi nao akafa wa kwanza na naye akafa. Kwa hiyo Naomi akawa amepoteza mume, akawa amepoteza na watoto wake wawili wa kiume, akawa amebaki peke yake. Lakini hawa watoto wake wawili wakawa tayari wameshaoa, wakawa wameoa, kila mmoja ameshaoa. Sasa wale wakwe wakabaki sasa wanafanyaje? Naomi akaona siwezi kuendelea kukaa kwenye nchi ya ugeni, na wakati sasa niko peke yangu, kwa sababu mume amekufa, watoto wangu wamekufa wote, nimebaki mwenyewe. Alikimbia kutoka kwenye nchi ya Yuda kwa sababu kulikuwa na shida ya njaa, akaenda kule, akawa mkimbizi, akakimbilia kule Moabu. Sasa akaamua kurudi kwao. Aliporudi kwao, wale wawili wakasema tutaenda na wewe. Yule mama akasema hapana, mimi sasa hapa nilipo sina tena mtu wa kuwaoa, na hata nikisema leo nizae watoto wa kiume wawili, waje wakue, wale watu wazima, afu waje waoe, ninyi mtakuwa mmezeeka. Kwa hiyo hili jambo haliwezekani. Naomba mbaki, niacheni mimi niende mwenyewe katika nchi yangu. Aliposema hivi, mmoja kati ya wale akambusu kwa maana ya kumwaga, akaondoka. Lakini akabaki mmoja ambaye anaitwa Rutu akasema mimi sirudi, ninaenda na wewe kokote utakapoenda, mimi na wewe. Wewe nikusomee kitabu cha Rutu sura ya kwanza, utasoma mstari wa 12, afu mengine nitakuachia wewe mwenyewe utasoma. Enyi wanangu mrejee, huyu ni Naomi anawaambia wale mabiti, enyi wanangu mrejee, nendeni zenu, kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama ningesema natumaini kama ningepata mume hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume, je, mngesubiri hata watakapokuwa watu wazima? Mngejizuia msiwe na waume? La sivyo, wanangu, maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yao. Nao wakapaza sauti zao, wakalia tena, na Oprah akambusu mkwewe, lakini Rutu akaambatana naye akasema, tazama shemeji yako. Naye akasema, tazama shemeji yako amerejea kwa watu wake, kwa Mungu wake, basi urejee wewe umfuate shemeji yako. Naye Rutu akasema, usinisihi nikuache, nirejee nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami,
na papo hapo nitazikwa. Bwana anitendee hivyo na kuzidi, ila kufa tu tutatengana wewe na mimi. Basi alipomwona kuwa amekaza nia yake kufuatana naye, aliacha kusema naye. Haleluya. Haya maneno aliyosema Rutu ni maneno ya msingi sana kwenye maisha ya ndoa. Yeye huyu alikuwa hang'ang'ani kwamba yule mama anaenda kumuoa, lakini hapana, alishaamua kuambatana naye. Alishaamua kwamba popote atakapoenda atakwenda, Mungu wake atakuwa Mungu wake, watu wake watakuwa watu wake, maisha yake yatakuwa maisha yake, atakapokaa atakapokaa, atakachokula ndicho atakachokula. Yaani hali yoyote atakayoipitia na yeye yuko tayari kuipitia ile hali. Anasema utakapokufa, utakapozikwa, na mimi nitazikwa hapo, ila tu kifo ndicho kitakacho tutenganisha. Kwamba tuko mahali hapa, wewe ukifa utazikwa hapa, na mimi siku zangu za kufa zikifika nitazikwa hapa hapa. Mama yule Naomi aliposikia haya maneno na Rutu amekazana kweli kweli kutoa yale maneno, basi huyu mama akanyamaza kimya, akaambatana na huyu Naomi na wakaishi. Na Naomi alipofika kule katika nchi ya Yuda, watu wa Yuda walimpenda sana. Kaenda kwa Boazi, na Boazi akapata naye mtoto ambaye anaitwa Obedi. Obedi akaja akawa baba wa Yese. Yese ndio ukoo wa Daudi, ndiye baba wa Daudi, na Daudi ndio ukoo wa Yesu. Huyu hakuwa Myahudi, lakini ile commitment yake aliyokuwa nayo ya kuambatana, kujitoa kwake, alikuwa ni binti. Angeweza kusema mama, endelea na maisha yako kiroho safi, endelea na maisha yako, acha na mimi nirudi nitafute kuolewa. Na yule mama akawashauri hivyo, sema ninyi ni mabinti. Lakini mama akasema hapana. Huyu Naomi, huyu Rutu aliangalia hali ya yule mama. Kumbuka alikuwa ni mtu kwenye uchungu. Kwanza alikuwa ni mkimbizi, alienda kule kwao kama mkimbizi, amefiwa na mume, amefiwa na watoto, amebaki hana kitu. Sasa huyu kwa kweli aliamua kuwa faraja. Kwa huyu mama. Aliamua kwamba mimi sasa sitaangalia mambo yangu, nataka kuangalia mambo yako mama. Na yule mama akasema basi wewe hivyo. Maisha ya ndoa yanahitaji commitment zaidi ya hii. Haleluya. Yanahitaji kujitoa na kudhamiria kwa dhati zaidi ya huyu. Usije ukaenda sasa maisha yanabadilika, unaanza labda unafanya biashara, pesa inakuja sasa unaanza kumwona yule uliyekuwa naye mwanzo wakati huna pesa, au wakati una pesa kidogo, unaanza kumwona sasa hatoshi. Yaani zile pesa zimekuja sasa zimekuwa ni nzuri zaidi, yeye hatoshi. Wakati fulani tulisoma na ndugu mmoja nikiwa tulikuwa chuo kikuu. Sasa yule bwana alikuja mtu mzima kidogo na alikuwa ameshaoa. Sasa amekuja pale wakati tunasoma. Sasa sisi vijana wadogo tumetoka form 6 level, na tuna mabinti wadogo wale tuwamaliza form 6 wanapendeza, wako chuo kikuu. Sasa yule bwana tulipoanza pale alikuwa amevaa pete, na wote tulikuwa tunajua huyu fulani huyu ana pete ya ndoa. Haya nenda. Tukamaliza miezi 3 miezi 4. Aliporudi kwenye semester ya pili, yule bwana hakuwa na ile pete. Tukauliza, bwana ile pete umepeleka wapi? Bwana ile pete si hivi imeenda vile. Kumbe yule bwana aliona ile pete inamzibia. Sasa akaona mama huyu amechangamka. Sasa yule mke mwenyewe alimuoa wakati wako huko kijijini, lakini basi amepambana na nini, baadaye katika utu uzima ule anapata nafasi sasa anaenda chuo kikuu. Sasa anaanza kuona yule walianza naye kule kijijini hafai sasa mjini huko, kuna mambo mengi huko mjini huko. Haleluya. Je, watu wa ndoa mwe makini sana. Mnapoanza mnaonana mnafaa. Usije ukaona kwamba siku zimeenda afu unaanza kumuona mwenzako hafai. Labda alikuwa mwembamba sana, baadaye maisha umemlisha vya kutosha mwenyewe, amepata na kitambi kidogo, unaanza kusema mimi sasa hichi kitambi nikipeleke wapi? Hapana. Fanyeni mazoezi ya kutosha, kitambi kipungue, maisha yaendelee. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo maisha yanaweza yakaleta vitu kadhaa hapo katikati, visije vikakusababisha ukamwona mwenzako duni, ukamwona mwenzako mshamba, ukamwona mwenzako hafai, ukamwona mwenzako hatoshi, ukaona sasa kama alitumwa tu aje akusapoti tu, akutoe mahali, akufikishe mahali, halafu
uachane naye, uendelee na wajanja. Sawa? Ukiona hivyo ujue unafanya kitu kibaya na kitakumaliza. Kwa hiyo usifanye hivyo. Kwa hiyo ndoa inahitaji commitment ya aina hii. Watu wako watakuwa watu wako. Kwa hiyo umeamua kuoa, umeamua kuolewa, watu wa huyo mke wako, watu wa huyo mume wako ni watu wako. Usije ukawabagua, unasema mimi sitaki wa kwenu wafike hapa, mimi nataka wa kwetu tu. Hapana, wewe utakuwa umepotea tayari. Watu wake watakuwa watu wako. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo tujifunze mambo hayo na hiyo sheria, na Mungu atakubariki sana. Boazi wakati anakutana na huyu Rutu alimwambia Rutu, nimeambiwa mambo mema uliyomfanyia Naomi. Nimesikia habari zako njema, vile ambavyo umeamua kuambatana naye pasipo na uhakika wa faida yoyote ya kimwili, lakini ukaamua kuambatana. Kwa hiyo na huyu Boazi akamwambia, sasa na wewe tutakutendea mema, kwa sababu Bwana akambariki. Ile sura ya 2 mstari wa 12 anasema, Bwana akujaze kwa kazi yako, nawe upewe thawabu kamili na Bwana Mungu wa Israeli, ambaye umekuja kukimbilia chini ya mabawa yake. Ndipo aliposema, Bwana wangu na nipate kibali machoni pako, kwa sababu wewe umeniburudisha moyo na kumwambia mema mjakazi wako, ingawa mimi si kama mmoja wapo wa wajakazi wako. Kwa hiyo Rutu Boazi alimbariki sana, na huyu mama alibarikiwa kwa sababu ya kubaki kwenye maamuzi yale ya kuambatana. Kwa hiyo ndugu zangu, nimalize mafundisho haya kwa kusema kwamba ndoa ni taasisi takatifu ambayo Mungu ana interest kubwa kuliko pengine ninyi wanadamu. Mungu ana interest kubwa na ndoa kuliko hata wale wanandoa sisi wanadamu tulivyo, kwa sababu we have myopic vision. Tunao muono mdogo, tunao muono mfupi kuhusu ndoa, lakini Mungu ana maono marefu, ana mapana, ana kimo ambacho wewe huwezi kukiona kuhusu wito wa ndoa. Amewaita kwenye ndoa, basi na wewe ukisema ndio, uwe ndio kweli, na usimame vizuri na uwe mwaminifu, na Mungu atakubariki sana. Haleluya. Mwisho, kwenye ndoa kuna pepo mbalimbali zinaweza zikapita huko. Watu wengine niliwaambia mjifunze kuchangamkiana. Haleluya. Wanandoa mjifunze kutabasamu, mjifunze kuchangamkiana. Hata kama ni fake tengeneza, alafu baadaye utakutana na original huko njiani. Haleluya. Hata kama tunatafakari unatabasamu tu, lakini kamoja hapajakaa vizuri, lakini tabasamu tu, alafu baadaye ni kama unakiri. Ukikiri mema yanakuja, si ndio hivyo? Kwa hiyo hata ukicheka tu, lakini kwa kweli moyoni hakuna kucheka, lakini cheka tu hivyo, alafu baadaye kicheko cha moyo pia kinafanya nini? Kitakuja. Kwa hiyo jifunze kuchangamkiana. Msikae mmenuna tu utafikiri wapiga ngumi. Hapana. Haleluya. Changamkiana, mtaniane, mnataniana kidogo huko. Mnaelewana Mnaelewana watu wa ndoa? Mnataniana kidogo na nini? Siku moja Biblia inaonyesha mtu mmoja aliwachungulia Isaka na mkewe. Akaona jamaa wanacheza pale, wanacheza tu, wataniana, wanaruka tu na nini. Biblia imesema yule mtu alikuwa hajajua wale watu ni mtu na mke wake, kwa kashtumu hawa watu kumbe ni mke na mume wake. Kwa hiyo tunaomba lazima tujifunze kucheka na kuruka kidogo, hata kama mna kilo nyingi. Haleluya. Cheka kidogo, nini, mnatabasamu, mnatabasamu, nini, mnataniana. Vitu kama hivyo vinapunguza pressure, vinapunguza misongo, vinatengeneza atmosphere kuwa nzuri, na maisha yanaweza yakaendelea. Haleluya. Ni kama gari au mashine unapoweka oili. Unajua mashine na oili Mashine yoyote inahitaji oili. Oili ile lubricant inaenda mle ndani, inazunguka, inahakikisha kwamba vile vyuma havipati, ukifuata moto vinapoza. Hiyo ni cooling system. Kuna maji lakini pia kuna oil. Kwa hiyo cooling system lazima ndoa iwe na mfumo ambao wanandoa wanatakiwa mjenge, ambao ni cooling system ya ndoa. Maisha yana pressure nyingi. Kazi na watoto ni vitu ambavyo vinakuja kwenye maisha haya tulionayo.
Pesa, tafuta pesa ni vitu ambavyo vinaweka pressure kubwa kwenye watu wa ndoa. Kwa hiyo mwe na mpango mzuri wa kuhakikisha kwamba kuna application, kuna kiyoyozi, unajitengenezea tu kiyoyozi, hata kitu cha kuwapoza kwenye maisha yenu hayo ya ndoa. Na moja hapo ni tabasamu, kucheka, kutaniana, kufanya vitu kama hivyo vizuri tu. Kama mwenzako ajui utani, mfundishe utani. Tunaelewana jamani eh? Haleluya. Na kama mwenzako alishaumizwa na maisha, ana vidonda vingi, sasa atakucheka hawezi, mponye. Akishapona atacheka. Kuna watu hawajulikani walicheka mara ya mwisho lini kwa sababu ya maumivu walio nayo. Kwa hiyo nasema kwa ajili ya hawa, lakini kwa ajili ya sisi pia tulioko kwenye ndoa. Sawa jamani? Ukiona mwenzako ana machungu, tafuta namna ya kumponya, alafu akishacheka. Katika kucheka basi maisha yenu yatakuwa rahisi. Haleluya. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili tumelipokea kutoka kwako na mafundisho haya. Tunasema asante Bwana Yesu. Tunajua peke yetu hatuwezi, lakini unapokuwa nasi tunaweza. Hakuna lisilowezekana pamoja nawe. Tunakusifu, tunakuabudu, tunakutukuza Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya saa hii na hili neno ambalo tumelisikia ikapate nafasi ya kipekee kwenye maisha yetu, na kwa namna kipekee kwa ajili ya Dashan na Morini ambao Mungu siku ya leo wanaenda kuanza maisha haya. Naomba neno hili lipate nafasi kwenye mioyo yao na uwasaidie waendelee kulishika kile ipapo leo. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Na niseme kwamba kusali, maisha ya kusali, na kwamba ninyi watu wa ndoa mhakikisha kwamba mnasali pamoja. Unaweza kuwa unajua kuomba sana, lakini kukaa na kusali pamoja ni moja ya vitu vinavyopooza. Kwenye kusali pamoja pale mtaomba msamaha, mtaombana msamaha, mtamwomba Mungu msamaha, mtapata nafasi ya kushuka. Kama kulikuwa na kitu hakijaenda vizuri, mnapoenda kusali pamoja unalazimishwa kutengeneza na Mungu na kutengeneza na jirani yako ambaye ni mke wako au mume wako. Kwa hiyo mjifunze kusali na kusali pamoja. Msikubali kazi, pressure na vitu vingine viwanyime muda wa kusali pamoja. Naomba sana tuhakikishe wanaume ni viongozi wa ibada kwenye familia. Ongozeni ibada. Ongozeni ibada. Majukumu haya kwa sehemu kubwa yameachiwa wanawake. Ni makosa makubwa. Ni makosa makubwa, na ni wanaume kukosa kukaa kwenye nafasi zao. Maisha ya sawa ni maisha ambayo mwanaume uyaongoze. Usimwachie mke wako aongoze hayo, akusaidie. Ni msaidizi wako, ile ibada ni ya kwako. Iongoze. Kama unaikwepa unakuwa hujatenda jambo jema mbele za Mungu. Kwa hiyo kusali na kuomba ni kitu cha muhimu. Kitatupa nafasi ya Mungu ile na kinaongeza hofu ya Mungu kwenye maisha yetu. Ibada, siache ibada kwenye kusanyiko kama hili Jumapili au wakati wote unapotakiwa kwenda kwenye kusanyiko, nendeni kwenye ibada. Unapokuwa na mke ambaye ana hofu ya Mungu uko salama. Unapokuwa na mume ana hofu ya Mungu ndio usalama. Hata kama utamkasirisha na akafikiri kutenda vibaya, lakini akimkumbuka Mungu wake, kuna wakati anaweza akakusahau, lakini si rahisi akamsahau mpaka Mungu. Akimkumbuka Mungu umepona. Haleluya. Akimkumbuka Mungu umefanya nini? Umepona. Ndio maana tutafute wacha Mungu. Unataka kuoa, ninyi ambao mnataka kuja kwenye maisha, tafuta mcha Mungu. Tafuta mtu anayempenda Yesu. Ampende Yesu kuliko wewe. Unapata mke au mume anayempenda Yesu kuliko wewe, uko salama sana. Lakini ukiona anakupenda wewe kuliko Yesu, hauko salama. Nasema hauko salama. Kama mke wako anakupenda kuliko Mungu wako, kama mume wako anakupenda kuliko Mungu wako, hauko salama. Kwa sababu upendo wa wanadamu huyu mtu siku atakukwaza, utasahau kumpenda. Kama nampenda Mungu zaidi, Mungu itakuwa ni ngao yako. Maana akienda kwa Mungu, Mungu atamtuliza. Akiwa amekasirika, amebeba ngumi aje kukupiga, akimwona Yesu ataacha kukupiga. Kwa hiyo tusitafute wanaotupenda zaidi, tutafute wanaopenda Mungu zaidi. Alafu basi hapo kama na wewe unaweza kupata nafasi ya kupenda, basi nenda hapo. Haleluya. Anampenda Yesu, afa anakupenda na wewe. Usiangalie tu, unaangalia shepu, unaangalia urefu mwembamba, sawa, ni mambo yako. Lakini kweli unapoingia kwenye ndoa, hizo sura huwa zinazidi kama hazionekani
ni hivi. Kuna kitu kingine kinaitwa tabia, ambazo wakati pengine wa uchumba vijana mara nyingi wanaweza wasikizingatie sana. Lakini kiingia kwenye maisha ya ndoa, kile ndicho kinachofanya kazi. Fanya kazi zaidi, halafu ndio mambo ya shepu yanafuata. Kabla ya wakati ya uchumba, shepu na mambo hayo mengine huwa yanatangulia. Ukiona yamekutangulia ujue hayati yatakupeleka shimoni. Haleluya. Yakikutangulia hayo ujue mbele kuna shimo. Tanguliwa na shepu. Wewe jikague tu huko kwenye uchumba na kilichokutangulia ni shepu. Basi ujue mbele kuna shimo. Haleluya. Yes. Lakini sijasema kwamba shepu sio ya muhimu. Haleluya. Kila mtu ana mtu wake. Sasa jamani, na kila mtu ni mzuri, kila shepu inafaa. Inaweza sikufae wewe lakini kamfaa mwingine. Tunaelewana? Kwa sababu Mungu ametuumba tofauti tofauti. Kama ulivyo tofauti, unaye mtu mwingine wa tofauti. Tunaelewana? Sio katafuta shepu sio ya kwako, itakuua. Itakuua, itakutesa. Haleluya, haleluya. Itakutesa sana. Utaishia kukumbuka wale ambao niliambiwa nimuoe fulani nikakataa. Niliambiwa niolewe na fulani nikakataa. Nikaja huku sasa angalia. Usije ukafa kwa ningejua. Haleluya. Au sasa wengine huwa wanajichanganya zaidi. Ameshakuja huku afu bado anakumbuka kule alikotaka zamani. Sasa anakuwa yuko huku na kule nako anakumbuka. Basi ujue umeshavurugikiwa. Haleluya. Ninaomba Mungu akupe neema. Na mimi Dansan na Morin wamejipanga vizuri, wamepata mafundisho yao na uzoefu vizuri, kwa hiyo hawako kwenye hilo fungu. Haleluya. Na vijana ambao tunajiandaa pia kwa ajili ya haya maisha, tuchukue nafasi zetu vizuri na Mungu atatubariki sana. Mke mwema anatoka kwa Mungu na mme mwema anatoka kwa Mungu. Ni Mungu pekee, ni Yesu tu. Mwambie jirani yako ni Yesu tu. Mwambie jirani yako ni Yesu tu. Ni Yesu tu anaweza kukupa mke mwema na mme mwema. Lakini kupewa mke mwema na mme mwema haitoshi. Ni Yesu tu anaweza kuhakikisha kwamba mnaishi kama matana na mnaambatana. Ni Yesu tu. Kupewa anayefaa ni kitu kimoja. Lakini kuishi kuendelea kufanya kitu kingine. Na watu wanagombana, na watu wanaachana, wamesahau dhambi za Mungu. Wengine wanaanza makanisa ili kwenda kuachana. Sasa hii ndoa mtaifunga hapa, kanisa lingine watakalo ni ubaya. Anaenda wapi? Mahakamani, anavunja ile ndoa, anafuta kanisa lingine. Hizi ndoa hizi ngoja mwisho utakutana na Yesu. Wewe na wao kama kweli Yesu atawatenganisha. Lakini kama anatenganishwa na mahakama, bado kesi kwa wanadamu zitaisha, lakini mbele za Mungu kesi haishi, utakutana nayo. Unanielewa? Alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Ndoa ni kitu kitakatifu. Baba, tunakushukuru tena katika jina la Yesu Kristo. Watu wote tuseme amen. Jamani, mmenielewa? Ampigie Yesu makofi kama mmenielewa. Basi sasa tunafuata wakati wa bwana na bibi harusi kuchukua nadhiri zao, kutoa viapo vyao. Naomba wasimame. Kwaya, naomba tuimbe wimbo wakati wanapanda wanasogea madhabahuni. Yale maneno haya sasa, hii ndio ndoa. Hizi nadhiri na hivi viapo. Haleluya. Yes. Basi naomba wasogee mbele, wasogee madhabahuni mahali hapa. Praise. Tusikilize kwa wimbo. Tumeuona mkono wa Bwana, tumeuona Wana
nitawauliza swali hili. Je, nitamuuliza Dansa. Je, unaamini kwamba ndoa ni muungano wa kimungu kati ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, na kwamba alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe? Ndio. Namuuliza Mori. Je, unaamini kwamba ndoa ni muungano wa kimungu kati ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, na kwamba alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe? Ndio, naamini. Watu wawili walipoamua kufanya nadhiri nzito, mfano wa hii leo ambayo Dansa na Morin wanaifanya, wangeunganisha viganja vya mikono yao ya kuume, na katika harusi bibi na bwana harusi wanapokubaliana ili kusema nadhiri zao, wataunganisha mikono yao ya kuume na kufanya nadhiri zao. Na wanapounganisha mikono yao ni kusema kwamba vyovyote nilivyo na nilivyo navyo ni vyako, na kila mtu alichonacho katika uhusiano huu wa agano ni cha mwenzake. Kwa hiyo chako ni changu na changu ni chako, na vyote ni vya kwetu. Wanapoungana mikono yao wanasema tunapatana, kuonyesha mapatano yao. Wanasema kwamba sasa tunaachana mapatano mengine, tunapatana sisi wawili ili tuwe kitu kimoja na tuweze kuishi pamoja. Naomba mshikane mikono. Taanza na mwanaume, utarudia maneno haya. Sema, mimi Dansa Nestori Bebwa. Mimi Dansa Nestori Bebwa. Mimi Dansa Nestori Bebwa. Na kuchukua Maureen Richard Metui. Na kuchukua Maureen Richard Metui kuwa mke wangu wa ndoa. Kuwa mke wangu wa ndoa. Ninakuchukua kwenye maisha yangu kwa imani, matumaini na upendo. Na kuchukua kwenye maisha yangu kwa imani, matumaini na upendo. Na kwamba kwa furaha na amani. Kwa furaha na amani. Kwa furaha na amani. Kwa furaha na amani. Tuungane na kuwa mwili mmoja. Tuungane na kuwa mwili mmoja. Kama ilivyoandikwa ya kwamba. Kama ilivyoandikwa ya kwamba. Mwanaume atamwacha baba yake na mama yake. Mwanaume atamwacha baba yake na mama yake. Naye ataambatana na mkewe. Naye ataambatana na mkewe. Nao watakuwa mwili mmoja. Nao watakuwa mwili mmoja. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Na kwamba ninaahidi. Na kwamba ninaahidi kuishi nawe kwa uongozi wa neno la Mungu. Kwa uongozi wa neno la Mungu. Na kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ili kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yetu. Ili kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yetu. Na kwamba ninaahidi. Na kwamba naahidi kukupenda na kujitoa kwa ajili yako. Na kujitoa kwa ajili yako. Kama ilivyoandikwa ya kwamba. Kama ilivyoandikwa ya kwamba. Enyi waume. Wapendeni wake zenu. Wapendeni wake zenu. Kama Kristo naye. Kama Kristo naye. Alivyolipenda kanisa. Alivyolipenda kanisa. Akajitoa kwa ajili yake. Akajitoa kwa ajili yake. Waefeso 5:25. Waefeso 5:25. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Mungu anisaidie. Ninaomba Mungu anisaidie. Amen. Amen. Inafuata zamu ya mwanamke. Mimi Maureen Richard Metui.
Mimi Maureen na kupokea Dansan Nestori Begwa kupokea Dansan Nestori Begwa kuwa mume wangu wa ndoa. Ninakupokea kwenye maisha yangu kwa imani, matumaini na upendo, na kwamba kwa furaha na amani tuungane na kuwa mwili mmoja, kama ilivyoandikwa ya kwamba na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Marko 10:8. Na kwamba ninaahidi kuishi nao kwa uongozi wa neno la Mungu na kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ili kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yetu. Na kwamba ninaahidi kukutii na kukuheshimu kama ilivyoandikwa ya kwamba enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Efeso 5:22. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba Mungu anisaidie. Amen. Sasa inafuata hatua ya kubadilishana na kuvishana pete. Naomba tuzibariki hizo pete. Nyosha mkono wako tuombe kwa ajili ya pete hizi. Baba, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya pete hizi. Tunasema asante Mungu, tunazileta mbele zako, ukazitakase kwa neno lako na kwa Roho wako Mtakatifu. Ukatie neno lako na Roho wako ndani ya pete hizi, na ukazitumie kwenye maisha ya Dansan na Maureen kwa ajili ya utukufu wako. Pete hizi Bwana zikawe ni ishara ya upendo na uaminifu, ikawe ni ishara ya umoja wao. Katika jina la Yesu Kristo, ukazitumie kama watumishi wako kwenye maisha yao, kwa ajili ya kubariki ndoa hii na kwa ajili ya kuilinda, katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa umezitakasa, umezitenganisha na giza na nguvu zote za giza, umezitenganisha na mamlaka yote iliyo kinyume nao, kwa ajili ya sifa na kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Amepata mwenzake aliyepewa na Bwana. Pete ya ndoa ni nembo ya upendo na uaminifu kati ya wanandoa. Pete haina mwanzo wala mwisho kama inavyoonekana ya duara. Hii ni kuonyesha kwamba mambo haya Mungu mwenyewe alianza, aliyakusudia tangu mwanzo, na kwa kweli ameyakusudia yawe ya kudumu. Na njia pekee ya kuhakikisha jambo hilo ni kupendana na kuaminiana kwa dhati. Na wanapoenda kuvalishana pete, sio tu kwa ajili ya uaminifu na upendo, lakini pia ni kukumbushana au ni kuelezana ya kwamba sisi ni wamoja na tunawajibika kuvumiliana, tunawajibika kuheshimiana, tunawajibika kuhurumiana, tunawajibika kusameheana, tunawajibika kuelewana katika kuyajenga maisha yetu ya pamoja. Kwa hiyo pete hii iweze kukumbusha mambo hayo inapokuwa kwenye kidole cha kila mmoja. Sasa ninaomba mwanaume ataanza kumvalisha mwanamke. Naomba umpe pete. Basi ule mkono unaohusika uinuliwe juu kidogo, na kile kidole kinachohusika kiinuliwe. Na wewe pete yako inua, shika mkono. Sasa utarudia maneno haya: mke wangu, mke wangu, ninakupa pete hii, nakupa pete hii
na kukuvalisha iwe alama ya upendo na uaminifu wa daima kwako. Pete hii pia iwe ni ishara ya umoja wetu na muunganiko wetu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Atafuata mwanamke kumvalisha mwanamume. Inua mkono wako huu unaohusika kwa kiasi, naomba ushike ule mkono halafu kauvalishe, na utasema mme wangu ninakupa pete hii na kukuvalisha iwe alama ya upendo na uaminifu wangu wa daima kwako. Iwe alama ya upendo na uaminifu wangu wa daima kwako. Pete hii pia iwe ishara ya umoja na muungano wetu. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. hizo za muhimu na za lazima. Na sasa niwaulize ninyi mashahidi, je, mko tayari kuwasaidia wanandoa hawa wapya katika kutimiza wajibu wao na kutekeleza viapo vyao na nadhiri zao za ndoa? Ndio. Piga makofi na vigeregere kama haleluya, haleluya. Basi tunamshukuru Mungu kwa kuwa kuonyesha kuwa tayari. Basi mwaokoe waombezi wao, mwaombee na mwabariki siku zote ili waweze kuyatimiza yaliyo mapenzi ya Mungu katika utumishi huu wa ndoa. Naomba sasa tupate nafasi kwa ajili ya ndugu hawa kusaini vyeti. Thank you.
Kinachofuata ni maombi. Naomba wasaidizi wasimamizi mchukue hivyo vyeti, alafu mgeukiane ili tuweze kuwaombea hawa wanandoa wapya. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa kuwa imekupendeza kuwaunganisha ndugu hawa kuwa mwili mmoja, Dansan na Maureen, tunawaleta tena mbele zako. Tunaomba baraka yako iwe juu yao, uweza na nguvu zako zikatende kazi siku zote kwenye maisha yao, ukawalinde, ukawatunze, ukawakinge na mabaya yote. Uwe juu yao, uweza na nguvu zako zikatende kazi siku zote kwenye maisha yao, ukawalinde, ukawatunze, ukawakinge na mabaya yote, ukawasaidie. Peke yao hawawezi, kwa kuwa ni utumishi ambao unakuhitaji wewe. Wape neema siku zote ya kutegemea na kutumainia wewe, kuwa tayari kuomba na kusoma neno lako usiku na mchana, kusali na kuomba, kusikiliza sauti yako na maongozi yako katika kila jambo, sawa sawa na nadhiri zao. Roho Mtakatifu na neno lako viwe ndio msimamo wa maisha yao, katika jina lenye nguvu na uwezo la Yesu Kristo. Wape neema ya kushinda malimwengu, wape neema ya kushinda misukumo isiyo mitakatifu kwenye maisha yao, ili Mungu waweze kusimama imara. Watenganishe na roho za kifamilia, watenganishe na nguvu za giza, watenganishe na laana, watenganishe na mikosi, watenganishe na uharibifu wote ule, watenganishe na umaskini, watenganishe na magonjwa, watenganishe na roho za kifo na mauti, katika jina la Yesu Kristo. Uwalinde, njia yao na maisha yao iwe nyepesi, uwawekee mlango ulio wazi ili wakapate kubarikiwa na kufanikiwa, katika jina la Yesu Kristo. Umewaita wakiwa mmoja, wafanye kwa wengi, ukawabariki na kuwaongeza, ukawazidishe, ukawafanya kwenye maisha yao, ukalete furaha na amani, kicheko kwenye nyumba yao kisiishe, katika jina la Yesu Kristo. Wape maisha marefu, wape watoto walio wema, watoto walio watumishi wako, watoto walio watakatifu, watoto ambao watakuwa ni baraka kwao, watoto ambao hawatawasumbua, watoto ambao watakuwa ni sababu ya wao kufurahi, watoto ambao watakuwa ni sababu ya wao kukutukuza Mungu, katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo. Wasaidie Mungu, wape hekima na maarifa, wape akili na kila ujuzi wanaohitaji ili kusimama imara katika maisha yao ya ndoa. Uepushe na hila na mipango mibaya ya shetani na mawakala wake, katika jina lenye nguvu na uweza. Kila mmoja umpe neema ya kutumika kwenye mwenye utumishi wa kupenda, apende sawa sawa na Kristo, na mwenye utumishi wa kutii, atii kama Kristo alivyotii, hata akafa kifo cha msalaba kwa sababu ya utii wake, na kwa sababu ya upendo wake pia alipenda mpaka akafa kifo cha msalaba. Wape neema ya kwamba Yesu tu awe ndiye kielelezo kwenye maisha yao. Ni katika jina la Yesu Kristo natamka baraka, natamka mema, natamka uzima, natamka afya njema, natamka maisha marefu, natamka ustawi, natamka mafanikio, natamka nguvu, natamka kila lilo jema ambalo linampendeza Mungu kwenye maisha yenu. Ni katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Amen. Piga makofi mengi na vigelegele kwa Bwana. Amen. Asante sana. Sasa natangaza rasmi kwamba wawili hawa wanavyoonekana si wawili tena kwa jinsi tunavyowaona, lakini wamekuwa ni mwili mmoja, na sasa ni mume na mke. Amen. Basi mnaweza kurudi kwa nafasi zenu. Praise
Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sadaka tunazoleta mbele zako kwenye ibada hii ya ndoa. Tunaomba Mungu, sadaka hii tunaitoa tukisindikiza maombi yetu kwa Maureen, kwa Dasa na Maureen katika maisha yao haya mapya ya ndoa na utumishi wao huu. Tunaomba Mungu, kama tulivyoomba, ukawajalie hivyo hivyo na sadaka hii kwa ukumbusho mbele zako. Lakini pia tunaomba kwa ajili ya wanandoa wote walioko mahali hapa, ni nafasi ya kujitafakari na kujitathmini, kuona ndoa yake iko katika mstari upi, na kama iko katika mstari unaofaa, basi kuomba Mungu aendelee kuidumisha, na kama kuna marekebisho yanahitajika kwenye ndoa yako, usiache kuyafanya katika jina la Yesu Kristo. Uko mahali hapa, sijui hali ya ndoa yako ikoje, lakini Mungu akupe neema ya kutengeneza zaidi na kuifanya kuwa bora. Asante Mungu kwa sadaka tunayoleta mbele zako, tunaomba ibariki katika jina la Yesu Kristo, amen. Karibuni, karibuni.
salama kwenye kusudi la Baba alilowapa ndani yenu. Mungu ameweka jambo kubwa tujifunze kupitia nini kutimiza kusudi lake Baba. Sikuvuta japo mbele amefai, chukua kwako uwe daima kama Mungu alivyoahidi, atamwagia baraka. Tunafurahia, tunashangilia kwa tendo Mungu alilofanya. Duniani utakuwa mpweke, akakufanyia msaidizi wa kufanana. Tunafurahia, tushangilie, tufurahie siku ya leo, tufurahie, tushangilie, tufurahie siku ya leo, tushangilie, tufurahie siku ya leo. Puxa